Kila siku katika miji na vijiji vya Tanzania, milio ya injini ndogo inasikika ikipenya mitaani. Hii ni sauti ya bodaboda, usafiri ambao umekuwa sehemu ya maisha ya kila Mtanzania. Kutoka kwenye vumbi la vijijini hadi barabara za kisasa mijini, bodaboda zimekuwa nguvu mpya ya uchumi na tumaini la ajira kwa vijana. Usafiri wa bodaboda hakika umegusa maisha ya wengi kwa njia rahisi, haraka na ya kipekee. Sisi maafisa usafirishaji tumechukulia sekta hii ya usafirishaji huu kuwa ni ajira. Of course binafsi inanipa faida. Mimi nimeoa, lakini pia nimeweza kuendesha maisha yangu kwa kupitia hii bodaboda, hii pikipiki. Lakini pia nimeweza kununua kiwanja, tumeweza kuongeza rasilimali ambazo zitatuongezea sisi kipato kwa kupitia kazi hii ya afisa usafirishaji. Ila tofauti ya bodaboda ndio ile wanaonekana wengine wahuni. Na wazungumzia sasa bodaboda ni wale ambao utakuta wamelegeza ndala, wamekata pikipiki, wale ambao wanaingilia kazi hii na kuichafua kuonekana kwamba sio sahihi. Lakini swala la afisa usafirishaji ni kazi nzuri, na ningeishauri pia serikali ambayo ndio mlezi wetu mkuu waipe kipaumbele, na kama kuna uwezekano wa kuangalia ni fursa gani na kutoa elimu kwa namna moja au nyingine ili iweze kuwa ni kazi rasmi. Nikiamka asubuhi, cha kwanza namuomba Mwenyezi Mungu aweze kunilinda na mabala yote ya barabarani. Nikifika eneo langu la kazi hapa, basi napakia abiria na kuwapeleka maeneo tofauti tofauti. Tunawarahisishia. Kuna wengine wanakuja hapa wamechelewa, anataka kuwahi SGR pale, karibu treni inaondoka. Basi sisi tunajaribu kumfikisha kwa wakati, na usafiri huu umekuwa ni msaada mkubwa kwa jamii na inasaidia na kutoa huduma kiukubwa ndani ya jamii. Chimbuko na asili ya neno bodaboda linatokana na neno boda to boda. Huu ulikuwa utashi wa wajasiriamali kuvuka mpaka wa Uganda kwenda Kenya, wakibeba bidhaa mbalimbali ikiwemo sukari, chumvi, unga na sabuni. Mnamo mwaka 1972, taratibu neno boda to boda likajulikana kama bodaboda kwa nchi za Afrika Mashariki mwanzoni mwa miaka 1990, na hatimaye kwa njia rahisi iliyopunguza changamoto za usafiri wa umma, hasa katika maeneo ambayo magari hayakufikika kwa urahisi. Kuanzia mwaka 2003 hadi mwaka 2015, hatimaye usafiri wa bodaboda ukaanza kuenea nchini Tanzania. Miaka michache baadaye, bodaboda zimekuwa ajira rasmi kwa maelfu ya vijana Afrika Mashariki waliojiajiri na kuleta matumaini makubwa kwa Watanzania. Ni ajira, tena inaokoa sana vijana. Vijana wengi wanaifanya hii kazi, lakini wengi ya vijana wanaichukulia hii kazi kama sio kazi, lakini ni kazi kama kazi zingine, kwa sababu wengi wao vijana wa mtaani wakishaona mtu ana bodaboda na yeye anaona afanye nini? Afanye. Wengi hawana uzoefu kwa kweli. Hawana uzoefu, na hao ndio wanaotupa changamoto barabarani, kwa sababu sio wote ni madereva. Wengi wao wanatupa ajali kwa sababu hawajui sheria za barabarani. Unakuta tu mtu anakurupuka na dandia ya bodaboda, na yeye kesho anajifunza bodaboda leo, kesho anakuwa bodaboda. Kwa hao ndo wanaotupa changamoto sana barabarani, hawajui sheria. Siku ikikaa vizuri tu unapata riziki vizuri tu. Siku zingine ndo hivyo tu, ukipata ya kula umepata na tajiri, hivyo hivyo namshukuru Mungu.
siku ikikaa vizuri unapata hata shilingi 40, shilingi 50. Unaona. Usafiri huu kwanza ni ajira. Ni ajira ya vijana wengi. Ni ajira ya hata watu wengine, watu wazima kama mimi. Kwa hiyo tunaendesha maisha kwa kupitia vyombo hivi. Maisha hayapasi kudharauliana. Hata wao madereva na hakika wametoka huku. Riziki au familia hatulingani. Kuna familia zina riziki, ndio maana na wenyewe wakawa ni madereva kwa kupitia familia zao. Kuna familia nyingine ambazo hazina riziki, ndio maana tunajiajiri katika vyombo hivi. Vyombo hivi vinatoa changamoto sana za usafiri. Kazi ya bodaboda ni kazi kama kazi zingine. Unaona? Yaani unapoenda kijiweni ni umeenda ofisini kama mtu anaenda ofisini, anakaa mezani, na wewe umekaa kwenye bodaboda lakini umekaa mezani pia. Kwa hiyo ukija ukifuatilia mtu anayefanya kazi labda ya kuajiriwa sehemu, anafungua ofisi, na wewe unaenda kijiweni unakaa juu ya pikipiki, maisha mnaweza kama mko sawa au wewe ukamzidi. Inategemeana na wewe una malengo gani. Unaona? Kwa hiyo kazi ya bodaboda ni kazi nzuri sana ambayo inaweza kukutoa sehemu moja ikakupeleka sehemu nyingine kama una malengo yako, lakini kama una malengo na unapata hela unachezea, huwezi kufika popote. Hata kama uajiriwe serikalini hauwezi. Ni ukweli ulio wazi kuwa bodaboda sasa ni ajira, pamoja na kuwa bodaboda imekuwa shule ya ujasiriamali. Kwake yeye, bodaboda ndio ajira yake na injini ya uchumi kwake na familia yake. Makala hii iliamua kufunga safari hadi nyumbani anapoishi na familia yake. Kijana huyu aliyefika mjini Dodoma mwaka 2018 akitokea mkoani Singida, anasema alianza kwa kubeba mizigo sokoni na baadaye aliamua kujiingiza katika ajira ya bodaboda, kazi anayoifanya hadi sasa. Nimebeba mizigo takriban miaka 4 au 5. Kwao nikaja nikaona kwamba ni bora nibadilishe kazi. Katika kubadilisha kazi nikaingia kwenye kazi ya bodaboda, huku nikibeba mizigo pia. Yaani nabeba mizigo nafanya na kazi ya bodaboda, maana nichukua bodaboda ya mkataba. Nilipomaliza mkataba nikaingia rasmi kwenye bodaboda. Kwa hiyo ni mwaka wangu kama mwaka wa 5 sasa nipo kwenye bodaboda. Yeah. Kitu kilichonishawishi kuingia kwenye bodaboda kwa sababu biashara ya bodaboda ni biashara ambayo unakuwa unapata, unatengeneza hela kila siku. Tofauti na ile kazi ya mwanzo nilikuwa nikifanya. Kazi ya mwanzo nilikuwa nikifanya, unaweza kufanya kazi kwa mwaka, ukafanya kazi miezi 4 au 5. Miezi inayofuata hamna kazi. Kwa hiyo unakuta kile ulichopata ndicho unachotumia. Tofauti na huku ambako unafanya kazi kila siku na una uhakika wa kupata hela kila siku. Hata kama ni hela ndogo lakini una uhakika nayo kila siku. Yaani ninapoongelea kazi ya kubeba mizigo, kwa mtu ambaye anafanya kazi sokoni anaelewa, au kwa mfanyabiashara wa mazao anaelewa kwamba tunashusha mizigo ya magunia, haijalishi ni karanga, haijalishi mahindi. Kwa hiyo kuna kushusha na kupakia. Kwa ile kazi ina msimu pia, inaenda misimu 4, miezi 4 au 5, haikai sana. Baada ya hapo kazi inakuwa hamna. Mawasiliano ya simu yameleta urahisi kati ya wateja ambao badala ya wao kwenda vituoni kufuata huduma ya usafiri, sasa imekuwa rahisi kuwapata kwa njia ya simu. Ubunifu huu wa teknolojia ya mawasiliano imewarahisishia bodaboda wengi kupata wateja wanaowapigia simu wakati wanapohitaji usafiri. Hii imerahisisha kuboresha usafiri wa watu na kujenga uchumi wa kidijitali. Mtu anaposafiri akiwa ana mawasiliano na mtu wa bodaboda, anamfikia mapema nyumbani kwake na anamchukua, anampeleka sehemu ya usafiri. Kwa hiyo ni sehemu ambayo inamsaidia msafiri kwa asilimia fulani. Simu zinaturahisishia kwa sababu mteja anaweza akaa hayupo karibu na wewe, ana kitu chake cha kufanya kwa muda huo. Kwa anaweza kupigia tu simu, nichukulie kitu fulani, nipelekee sehemu fulani, nifuate sehemu fulani. Kwa simu zimekuwa zikiturahisishia kwa kweli. Kwa watu wengi kwa sasa, familia zetu, unaweza ukawa umesharudi nyumbani, lakini mteja akawa hajagundua kwamba umerudi nyumbani, akakupigia simu
haijalishi ni mwanaume au mwanamke. Kwa changamoto nyingi tunakutana nazo pia kupitia hao wateja kwenye simu. Lakini wateja kwenye simu wanatuokoa, kwa sababu unaweza kawa umekaa una hilo wala lile, mteja anakupigia simu, nifuate sehemu fulani, vitu kama hivyo. Mwanzo ilinipa wakati mgumu kidogo, lakini nafikiri katika kuelekeza familia kwamba ni kipi kinatakiwa kifanyike na wakati gani, wenyewe walikuja wakaelewa kwamba simu inapoita muda wowote inatakiwa nikafanye kazi. Kwa hiyo simu inapoita nitakiwa nikafanye kazi. Mwanzo ilinipa wakati mgumu, lakini kwa sasa hivi imekuwa ni kama kitu cha kawaida, imeshazoeleka kwamba sio kila mteja akufuate kazini kwako umpakie. Wateja wengine wanatokea kwenye simu. Mbali na kusaidia familia zao, bodaboda zimeleta mabadiliko makubwa ya kijamii. Zimerahisisha usafiri maeneo mengi ya mijini na hata vijijini. Ni jambo la kawaida majira ya asubuhi na hata jioni kushuhudia bodaboda zikiwa na abiria wanaoshuka kwenye usafiri wa umma maarufu kama daladala, wakitumia pikipiki ili ziwasaidie kufika kwa uharaka katika eneo lake la kazi. Hakika, huu ni usafiri muhimu kwa Watanzania wa kipato cha chini na cha kati, ambao ni rahisi kwa upatikanaji wa usafiri na kasi. Kusema kweli, usafiri wa bodaboda unatusaidia sana, kwa sababu hasa kwa sisi ambao tunafanya kazi point to point, hatuishi kwenye vitutu vya daladala, unatusaidia sana, unaokoa sana muda. Kwa almost bodaboda naweza kusema ni mkombozi wa muda wetu na kurahisisha shughuli zetu za kila siku. Mimi nautumia sana in short, mpaka kuna muda huwa nasahau daladala kama hakuna ulazima, kwa sababu almost karibia kulingana labda na nature ya shughuli yangu, kijumla kulingana na nature ya shughuli yangu, huwa ni lazima tu nitumie bodaboda ili kurahisisha muda. Wako bodaboda ambao ni wema, wazuri, ambao wanatii kazi yao, wanaiheshimu, na wapo ambao wana hizo tabia. Kwa nisiwakingie kifua, wako ambao ni wazuri, wako ambao ni wabaya pia. Shughuli ya bodaboda ni sawa na kazi nyingine. Zemo wanaiheshimu, ndio hivyo itakuwa inazidi kuwaheshimisha na watazidi kuaminika kwenye vipato vikubwa zaidi kupitia kazi yao hii. Wataaminika hata kwenye taasisi za kibenki, kukopeshwa sehemu mbalimbali, mashirika binafsi. Kwa ushauri wangu ni hata kama wana tabia za ulevi, basi waweke tabia za ulevi pembeni na kazi pembeni. Wakiwa kwenye kazi wawe smart, waheshimu kazi yao, watenganishe na biashara zao zingine ambazo ni kinyume cha biashara yao ya usafirishaji, kwa sababu hii ni biashara kama biashara zingine. Hiyo itawafanya wawe watu bora, wafanane na watu wa taaluma zingine, kwa sababu hakuna taaluma ambayo inadharaulika duniani. Kwa sababu wa bodaboda analea familia, daktari naye analea familia kwa kazi yake hiyo. Kwa hiyo ni namna vile tunavyoheshimu. Shauri wangu kwa jamii yote ni kwamba ifike muda tufungue mioyo, kuamini kile ulichonacho ndicho kinachokustahili. Usi unafanya biashara ya bodaboda ukasema hii kazi sio, hapana. Inawezekana hiyo ndio kazi ambayo Mungu kakupangia ujenge, ule familia au hivyo. Kwa hiyo ni vile ambavyo tu tunaheshimu kazi zetu tunazozifanya na tuzithamini basi. Sekta ya bodaboda sasa ni sehemu ya uchumi wa taifa kwa vijana wengi wasio na ajira. Inatoa ajira kwa zaidi ya vijana milioni 1 mijini na vijijini, pamoja na kuchangia pato la taifa kupitia kodi, leseni na biashara. Kwa sasa bodaboda ni sekta inayogusa maisha kila mtu kutoka kijijini hadi mijini. Tunapoongelea swala la bodaboda, kwanza tunapokuwa barabarani na mtu anayeendesha gari, bodaboda huwa hana thamani. Yaani anaonekana hana haki ya kutumia barabara. Huwa changamoto kubwa ni hiyo tunakutana nayo barabarani. Na pili, mimi binafsi nikija kionaga kwa mfano ajali, mtu wa bodaboda kagongwa, yani pale ndo nakuja kuona kwamba kazi ya bodaboda ni ngumu sana. Lakini kazi ya bodaboda inaokoa vijana wengi sana mtaani. Nilishawahi kupata ajali maeneo ya Wajenzi. Ile ajali nilikuwa mimi na abiria. Wakati nimesimama nimeonyesha indicator, wakati naingia kulia niliangalia gari iko mbali. Baada ya kuiona gari iko mbali nikasema sasa niingie. Ile kuingia tu ndio nikagongwa.
Kwa hapo abiria wangu alidondoka na kuzimia, mimi nilichubuka tu mikononi. Ndio hivyo, ile ambaye alitugonga ile wa gari alikuwa ni mtu muungwana sana. Akasimama, baada ya kusimama akamchukua ile abiria wangu akampakia kwenye gari akampeleka hospitali. Kwa sababu mimi sikuumia sana, ikabidi tu nijikokote tu kwenda nyumbani, nikaenda kujitibia mimi mwenyewe. Nilipopata ajali nikasema sasa nitafanya kazi gani? Kazi yangu ndio hii ya bodaboda, naitegemea nipate riziki, nikale na familia. Kama sio ambayo tupo nyumba za kupanga, bado ulipe kodi, mambo ni mengi yani, na tuna wanawake nyumbani wanatutegemea sisi. Bodaboda anapokuwa barabarani au pikipiki inapokuwa barabarani, mwenye gari anaona yeye ndo ana haki ya kutumia barabara. Kwa lazima wewe umpishe mwenye gari apite, lazima wewe upitie pembeni ya barabara. Unapopitia pembeni ya barabara ndipo unapokuja kupata changamoto. Sheria inasema kwamba kwenye chaki ya njano inatakiwa utembelee ndani ya chaki ya njano. Lakini mwenye gari anakuforce utoke nje ya chaki ya njano, ambayo nje ya chaki ya njano utakutana na mtu ambaye anatembea kwa miguu. Unaona? Utakutana na mtu ambaye anatembea kwa miguu. Hapo unaweza kusababisha ajali au wewe ukagongwa na gari ukiendelea kung'ang'ania ndani ya barabara. Na ndio maana mara nyingi unaona bodaboda wanatembelea nje ya barabara, sio kwa sababu wanapenda, bali ni kutetea uhai wao. Kwa sababu ukikaa ndani ya barabara unagongwa na gari. Madereva wa magari makubwa hawatuthamini sisi. Yeye yuko ndani ya gari, mimi niko nje, mimi ndio bodi, mimi ndio kila kitu. Lakini hata kama mimi navunja sheria, yeye kwa nini hasiweze kunithamini mimi? Kwa sababu mimi na mtembea wa baisikeli wote ni sawa, lakini yeye kama yuko kwenye gari, kwa nini asinithamini mimi hata kama nimevunja sheria? Mimi na familia kama yeye alivyo na familia. Kwa hiyo mimi akiniharibia chombo changu au kuniaffect mimi katika kiafya, maana yake ameaffect sehemu ya familia yangu. Familia yangu itaingiwa kwenye msongo mkubwa wa umaskini. Kwa hiyo mimi hapa nilipo naisaidia familia yangu inasoma, familia yangu inaishi kwa 100%, kwa sababu mimi ndio rais katika familia yangu. Mimi ndio baba katika familia yangu. Sasa ninachokiomba hawa madereva wa magari makubwa na magari madogo, na sisi watuthamini. Kweli hatulingani. Kuna wengine wanatumia vileo, kuna wengine wanatumia vileo vingine ambavyo ni vikali. Lakini atakapovunja sheria, basi hachukuliwe sheria pale atakapovunja sheria. Lakini kama hakuna uvunjaji wa sheria, basi na wao watuthamini sisi, kwa sababu na sisi utumo ni watu wazima kama wao. Ushauri wangu, hata kama tunavunja sheria, basi na wao naomba watuthamini. Lakini na hakika na wenyewe wanavunja sheria, kwa sababu wote tuko barabarani hapa tunaona, na wenyewe wanavunja sheria, sio sisi tu bodaboda. Kazi ya bodaboda ni kazi ambayo ni nzuri sana. Kwanza kazi ya bodaboda inakusaidia yani baadhi ya vitu yani kuna vimaliza kwa haraka yani. Chombo unachokitumia kinakusaidia sana. Kwa hiyo ushauri wangu, naomba tu watu waheshimu sisi, na sisi tunafanya kazi mpaka serikali yenyewe inatutambua. Sasa hivi sisi ni maafisa usafirishaji. Umeona? Kwa hiyo ushauri wangu, watu waheshimu sana tu yani, hata watu wa barabarani huku hivi tunakutana na mambo mengi, labda wa magari makubwa wanatufanya sisi watu waheshimu, lakini tunaomba sana watu waheshimu yani. Na sisi tuna familia yetu, tuna familia zetu zinatutegemea nyumbani. Kwa ndio hivyo tu. Gurudumu la bodaboda halizunguki bure. Kila mzunguko ni hadithi ya juhudi, uvumilivu na matumaini. Ni ishara ya kizazi kinachojituma, kizazi kinachotafuta mafanikio kwa jasho la mikono yao. Hakika huu ndio usafiri wa watu, usafiri wa maisha, usafiri wa maendeleo. Huu ndio usafiri wa bodaboda uliochukua jukumu kubwa katika kuunganisha watu, kuboresha maisha na kupeleka taifa mbele.
uchelewe, panda bodaboda.